Hello family, habari zenu. Kwa majina naitwa Josephat Paul, ni gospel artist, na hivi leo nimekuja na kuelezea changamoto ambazo nimeshawahi kuzipitia au imeshawahi kunitokea kwenye maisha yangu na siwezi kuisahau. Kuna changamoto nyingi ambazo nimeshapitia, lakini ipo changamoto ambayo ishawahi kutokea kwenye maisha yangu siwezi kuisahau. Nakumbuka iko mwaka fulani nikiwa chuo na Iringa. Nakumbuka ilikuwa kipindi cha likizo. Wakati nimejiandaa kwa ajili ya safari kurudi nyumbani, maana wazazi wangu wanaishi Morogoro. Kwa hiyo kana nimejiandaa kusafiri kurudi Morogoro kwa ajili ya likizo. Nikawa nimekata tiketi mapema siku moja kabla ya safari, na gari litakiwa kuondoka mapema sana saa 12. Kwa hiyo nikawa nimejipanga vizuri na safari ya asubuhi, na nikawahi mapema kabisa stendi. Gari ilikuwa inaondoka saa 12, kwa hiyo nikawahi mida ya 12 kasoro nikawa nimeshafika maeneo ya stendi. Kwa nakumbuka nilipofika nikakumbuka kuna kitu ambacho nakipenda sana alafu nimekisahau. Nikawaza niendelee na safari nikiache au la, lakini moyo ukakataa, ukasema hapana. Kwa hiyo ikanibidi nirudi kwenda kuchukua kile kitu. Niliporudi stendi, ile gari ikawa imeshaniacha. Nipiga hesabu, maana nilikuwa natamani niwahi kufika nyumbani. Nikajaribu kuongea nao, kwa hiyo walichonishauri ni kwamba watanifaulisha kwenye gari la pili. Wakati ndio nasubiri sasa na majonzi mengi sana, nawaza nishachelewa safari tena hapa. Kile ambacho nilikuwa natamani kwenda kukifanya mapema nimeshafeli. Wakati nawaza na kuwazua na huzuni nyingi sana. Unajua mtu ukiwa umeplani saa fulani na umejitahidi kufika ule muda, afu mambo yakawa tofauti tena, kuna namna moyo unakuwa na huzuni. Nilikuwa na huzuni nyingi. Sasa masaa kama 2 nasubiri usafiri wa awamu nyingine ambao sasa naondoka nao. Nikawa napitia kwenye mtandao, nikaona taarifa imetumwa, picha ya gari ambalo nitakiwa mimi nipande. Imepata ajali, tena ajali ya moto. Ile gari liliungua na abiria wengi sana walifariki kupitia ile ajali. Nikawaza, nikasema kumbe kuna wakati unaweza kuona ubaya unakutokea kwenye maisha, ukaona ubaya, kumbe ndani yake kuna uzuri ambao Mungu anataka kuonyesha kupitia hilo tukio baya ambalo limekutokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo kiukweli siwezi kusahau ile tukio ambalo lilinitokea.